Habari na karibuni sana katika chaneli yangu ya elimu, mahali ambapo tutajifunza kwa urahisi kupitia sauti na picha. Nimeanzisha jukwaa hili kwa lengo la kusaidia wanafunzi na watu wengine wote ambao wanahitaji kujifunza kuelewa masomo yao kwa njia rahisi, ya kuvutia na yenye manufaa. Hapa utapata maelezo ya kina, mifano ya vitendo na mwongozo wa kina wa kitaaluma, ili kuhakikisha unapata taarifa na maarifa ya kweli. Usisahau kusubscribe, kushare na kutoa maoni yako. Karibu tujifunze sote kwa pamoja. Ikiwa huu ndio mwanzo wa jukwaa hili, wataalamu wanasema beginning is a half of every action. Yaani kitu chochote pale unapokianza, basi unatarajia kuwa angalau ufike nusu ya hicho kitu. Therefore today tunaanza jambo letu na tutaanza na research, yaani utafiti. Wanasema wataalamu, tangu mwanzo wa maisha ya mwanadamu, utafiti umekuwa kiini cha maendeleo ya binadamu. Obvious known. Binadamu wa mwanzo, wakichochewa na hamu ya kujua na hali ya kuishi, walianza kuchunguza mazingira yao, kujaribu kutumia vifaa mbalimbali kuchunguza mienendo ya asili na kuunda mbinu za msingi za kuishi. Njia hizi za awali za uchunguzi ndizo zilizoweka misingi wa kile tunachokitafiti leo. Kadri muda unavyozidi kupita, utafiti unaendelea kuwa mchakato wa kitaalamu na wa kimuundo wa kuchunguza mtazamo au matatizo, kugundua mawazo mapya na kutafuta suluhisho za ubunifu katika nyanja zote za maisha. Maendeleo ya jamii, kuanzia kilimo na ujenzi hadi sayansi na teknolojia, yamekuwa yakiongozwa na utafiti wa kudumu. Kupitia tafiti, jamii imeweza kushinda changamoto, kuboresha hali ya maisha na kupanua maarifa. Mfano halisi wa hili ni katika sekta ya dawa, ambapo utafiti umechangia sana katika kubadilisha huduma za afya. Kwa mfano, ugunduzi wa penicillin by Alexander Fleming mwaka 1928 uliweka historia katika sayansi ya tiba. Utafiti huu wa kipekee ulisababisha maendeleo ya dawa za antibiotic na kuokoa maisha ya mamilioni ya watu, huku ukifungua milango ya maendeleo katika sekta ya dawa na maendeleo ya dawa za kisasa. Leo hii utafiti katika sekta ya dawa unaendelea kuleta ubunifu mkubwa, kuanzia uundaji wa chanjo na tiba za magonjwa sugu hadi tiba za vinasaba, ikiashiria thamani kubwa ya utafiti katika kuboresha maisha ya binadamu na kuandaa mustakabali bora zaidi. Mbali tu na kuboresha mustakabali bora zaidi kwenye sekta ya dawa, lakini kila sekta duniani inahitaji kufanya what we call it research. Iwe ni sekta ya mazingira, sekta ya afya, sekta ya uchumi na teknolojia, zote hizi zinahitaji research. Ndio maana kila mtu atakaposoma field yoyote ni lazima atafanya research, kwa sababu research iko pale kwa ajili ya kudevelop things. Vitu vingi vinaibuka ni kwa ajili ya research. Therefore, today we are going to start our new session. This is introduction to operational research. Introduction to operational research, City College, Mwanza campus. Hivyo basi, by the end of this session, everyone is expected to be able, first one, to define what does the term research means, by the way. At the end of this session,
kila mtu ahakikishe anajua nini maana ya research. Research ni neno pana, lina maana gani? Lakini pia by the end of this session, everyone is expected to be able to identify classes of research. Research imegawanyika katika makundi makuu matatu, na kila makundi yana aina zake za research. Kwa hiyo at the end of this sessions, kila mtu anatakiwa awe na uwezo wa kuidentify classes of research. But at the end of these sessions also, everyone is expected to know about operational research. Sasa one of the classes of what we call it research ni operational research. Nataka tujue hii operational research ambayo ndo moduli yetu sasa inatokana na nini, na kitu ambacho tunakwenda kukifanya, tunakwenda kukiapply ni operational research. Je, hii operational research tutaanza vipi kutafuta titles or as a problem identifications? Tutaanza vipi? Ni baada ya kujua nini maana ya hii tunayoita operational research. By starting with definitions of research. Research is a careful, systematic process of inquiry to find answer to problem of interest. Finding the answer to problem of interest. As far as we know, kwamba kila mtu anakuaga na interest yake kwenye kufanya research. Sasa as long as you aim at answering the questions to the interest problem, basi wewe utakuwa unafanya what we call it research, lakini lazima iwe systematic process. Also, it is a process of collections, analyzing and interpretation of data to answer a research question or solving a problem. Mona vitu kama hivyo. Lengo ni kutatua tatizo au kupata knowledge mpya au kujibu baadhi ya maswali. Kwa hiyo ndo maana tunafanya research. Kwamba kwa namna nyingine tunaweza kusema systematic process of collecting, analyzing and interpreting data for the sake of solving a certain pharmaceutical problem, as far as pharmaceutical point of view is our main concern. Kwa sababu sasa sisi ni wafamasia, tunaenda kutatua matatizo ya kifamasia, basi research is aiming at solving some of the problem. Sasa hapa ndipo tutatakiwa tujue, je, ni aina gani ya research? Kwa sababu research zote zipo kwa ajili ya kujibu maswali yanayohitajika. Sasa tutakwenda kunoa au tutakwenda kutambua study type most used in research. Kuna baadhi au aina za research ambazo zinatumika mara nyingi. Anasema research can be classified into several categories according to the nature and the purpose of the study and the other attribute. Ya kwanza ni type of research methods according to the purpose of the study. Lakini ya pili ni type of research method according to the nature of the study. Lakini ya tatu ni type of research according to research design. Hizi zote ni namna ya kuclassify what we call it research. Tukianza na type of research methods according to the purpose of the study, tunapata aina mbili. Ya kwanza ambayo tunakwenda kuianza, na nafikiri nitamani hii muielewe vizuri, kwa sababu hii applied research ndio aina ya research ambayo tunakwenda kuifanya. Ndiyo aina ya research ambayo tunakwenda kuifanya, kwa hiyo inabidi watu wote tuwe makini. Kwa jina lingine applied research tunaweza tukasema ni operational research, ambayo ndo jina la module, operational research. Applied research, which is also referred as an action research, scientific inquiry that is conducted with the specific goals of solving practical problem or addressing the real world issue. Sasa katika aina zote za research,
the only research ambayo ipo kwa ajili ya kusolve a real world issue or rather addressing a practical problem, yani yale matatizo ambayo yanatokea kwa binadamu, really unayaona kabisa haya matatizo. Sasa ili kusolve ni lazima kitu kifanyike, au tunasema kwamba utafiti ufanyike. Sasa utafiti huu unaofanywa kwa ajili ya kusolve haya matatizo ndio tunauita applied research and action research au operational research. Anasema based on pharmaceutical concept, it focuses on improving process, services or product in order to enhance patient care, medication use or healthcare delivery. Sasa mara nyingi hichi kitu operational research kwenye field kama ya pharmacy kinafanyika mara nyingi. Lengo, nia na mazumuni ni kuhakikisha utoaji wa huduma kwenye healthcare unakuwa bora, kwa sababu hatuwezi kutoa a good satisfaction to the patient kama hatujui hawa watu wanapitia kitu gani. Sasa ili sasa kusolve matatizo, at the end of the day kila mtu anatakiwa ajue applied research unaweza ukaitumia kwa namna gani. Ndio maana nawashauri kipindi mpo field kwa sasa, unatakiwa mjikite zaidi katika kuangalia problems ambazo zinatokea huko field. At the end of the day utapata research title and then utalifanyia kazi. Kwa hiyo ukipata research titles hapo umeaddress the real world issues. Mfano niwape sasa mfano ili muweze kujua ni aina gani hii ambayo tunaita applied research. Anasema studying the effectiveness of a new drug delivery system to increase medication adherence among diabetic patients. Hii pia ni aina ya research ambayo tunaita applied research. Inamaanisha kuchunguza ufanisi wa mfumo mpya wa utoaji wa dawa ili kuongeza utii wa matumizi ya dawa kwa mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo unaona kabisa lengo lako wewe ni kutatua hili tatizo la kutokutii, non-adherence of medicine, ya kutokutii matumizi sahihi ya dawa. That's the problem. We are going to address the real world issue. Lakini mfano mwingine anasema evaluating the impact of pharmaceutical counseling on the proper use of antibiotics among outpatients. Anasema kutathmini athari za ushauri wa kitaalamu wa famasia juu ya matumizi sahihi ya antibiotiki kwa wagonjwa wa nje. Kwa hiyo kila kitu tunakiona kwamba ipo pale kwa ajili ya kuaddress the real world issue. Sasa ili muweze kuelewa zaidi, nimeandaa scenario hapa, na hii scenario itakuelekeza ni namna gani kwamba we are going to conduct applied research. Anasema at Mwanza City College Hospital, pharmacists observed that many elders patients were not taking their blood pressure medication as prescribed. Kwamba katika hospitali ambayo inapatikana Mwanza City College, wafamasia waligundua kwamba wazee wengi hawafuati miongozo ya matumizi ya dawa za shinikizo la damu, yani hawatii yale maagizo sahihi ya matumizi ya dawa. Kwa hiyo sasa research team decided to design a special packaging system with color code and the reminder label. The new packaging improving medication adherence over 3-month period. The study aimed to improve evidence that could be used to improve pharmaceutical services in the hospital. Umeona? Kwa hiyo ukisema kwamba applied research is there to address the real world issue, kwenye hii scenario the real world issue ni kwamba elders patient wanashindwa kufuata utii wa matumizi ya dawa. Sasa kama wanashindwa kufuata utii wa matumizi ya dawa,
Utafiti unafanyika ili kutatua hili tatizo, provide solution. Sasa wafamasia kutoka chuo cha afya na sayansi shirikishi Mwanza State College wakaamua sasa kuja na packaging system to improve medication adherence. Wakatafuta packaging system, wakawa wanaziweka kwa lebo tofauti tofauti, lakini kwa rangi tofauti tofauti. Kama hii dawa inanywewa saa ngapi, basi inawekwa rangi tofauti tofauti na lebo zake. Kwa at the end of the day waka improve what we call it adherence of medicine. Na hapa sasa tunasema kwamba Mwanza City College pharmacist wameaddress the real world issue, therefore hii tunaiita applied research. Hivyo basi ni watake kila mtu aandae problems au research titles zisizopungua 3 kwa ajili ya kuelewa vizuri akiwepo field. Kama unaweza kuangalia tu, je, hospitali unayofanyia kazi au hospitali uliopo sasa hivi, je, kuna satisfaction of patient? Je, patient wanapata satisfactory? Kama hawapati, that's the problem. You need to address it so as you can get the answer. Umeona? Kwa vitu kama hivyo, applied research ndio aina ya research tunaokwenda kuisoma. Lakini sasa kwenye somo letu la leo nitahakikisha na kupitisha kwenye kila aina ya research ili at the end of the day uweze kuitofautisha aina hiyo ya research na aina nyingine za research ambazo tunazo. Hivyo basi aina nyingine ya type of research methods according to the purpose of the study. Ya kwanza tumesema kwamba ni applied research ambayo ndiyo operational research. Lakini ya pili, aina ya pili inaitwa basic research. Basic research is also called the fundamental or rather pure research. The aim of this kind of research is conducted to seek and expand knowledge. Lengo kuu la hii aina ya research ni kwa ajili ya expand knowledge. Kuna baadhi ya watu wanasoma, wanafanya research, lengo tu ni kwa ajili ya kuongeza ujuzi wa kile kitu. Kwa hiyo tunakuja kwenye aina ya pili ya research, utaona utofauti kati ya basic research and applied research. Addressing the real world issue is what we call it applied research, lakini basic research only expanding knowledge. The aim is to expand what we call it knowledge. Anasema basic research is conducted to increase scientific knowledge and the understanding fundamental principle without necessarily having immediate practical application. Kwamba utafiti wa msingi unafanywa ili kuongeza maarifa ya kisayansi na kuelewa misingi ya msingi bila kulenga matumizi ya moja kwa moja. Yanamaanisha kwamba it's either labda unahitaji kufanya knowledge ya kitu fulani, let's say surgery. Huwezi kufanya surgery, kuhitaji kujua kuexpand knowledge ya surgery alafu unafanya surgery. Umeona? At the end of the day utahitaji kufanya research at the end of the day ili uweze kuelewa surgery huwa inafanywaje, ni process gani za kufanya surgery. Therefore tunaweza tukatafuta mifano ili kuelewa zaidi nini maana ya hii basic research. Tunasema kwamba investigating on how a specific enzyme interact with drug molecule at the molecular level. Hii ni kama tu elimu unahitaji kuongeza, labda unasema kuchunguza jinsi ya kimeng'enya fulani huathiriwa na molecule ya dawa katika ugonjwa wa molecule. Ni unataka tu kujua, at the end of the day ukishajua, labda likitokea tatizo kwa baadaye unaweza kusolve baada ya kujua hicho kitu. Aim is to expand knowledge. Lakini pia mfano mwingine, studying the genetic mechanism that influence drug metabolism in different population. Kuchunguza mifumo ya kijenetiki inayoathiri uchakataji wa dawa katika jamii tofauti tofauti. Lengo
sio kutatua tatizo. Hakuna tatizo, lengo ni kufahamu. Labda tatizo likitokea utakuwa umpata knowledge, at the end of the day una uwezo wa kuelewa ni kitu gani ambacho unakwenda kukiaddress. Lakini mara nyingi napenda kuambia kwamba ili uweze kuelewa hii ni aina gani ya research, ni lazima nikuwekee baadhi ya scenarios ambazo zitakusaidia wewe kuelewa. Lakini make sure that unazielewa. Utakapoona research title yoyote utajua tu kabisa hii ni applied research, basic research, kama tu utazielewa. At the Universal Research Lab, scientists are studying how their liver cells break down a new chemical compound. They are not trying to develop a new drug or solving a current problem, but simply to understand how compound interact with liver enzyme. Their goals is to gain a deeper knowledge that may help in the future drug development. Muona scenario kama hii kwamba hawa watu lengo lao au dhumuni lao ni kuhakikisha wanachunguza jinsi seli za ini zinavyovunjika au zinavyovunja kiwanja kipya cha kemikali. Umeona? Lakini lengo sio kudevelop new drug. Hapana, wanaangalia ni kwa namna gani kitu kinaweza kufanyika. Kwa hiyo kama wanafanya hivyo, lengo ni kuexpand knowledge, kujua tu hichi kitu kipo hivi. Lakini kama itatokea baadaye sasa itawasaidia wao kutengeneza au kudevelop new drug. Tunasema this scenario is relevant to basic research kwa sababu it is not aimed at solving immediate problem but focus on understanding basic biological process that could be useful in the future. Kwa hiyo lengo sahihi la kufanya hivi ni kuhakikisha tu wanajua biological processes ili at the end of the day kwenye future kitokea kitu kama hicho waweze kuelewa. Kwa hiyo ndio tunaita basic research. Bila shaka inaeleweka. Lakini kuna aina nyingine ya type of research methods according to nature of the study. Type of research method according to nature of the study. Hapa tuna aina tofauti, lakini aina nyingine ya type of research methods according to nature of the study, tuna kitu kinachoitwa descriptive research. Descriptive research usually involves survey and study that aim to identify the fact. In other words, it deals with the description of the state of affairs as it is at the present. Mone, lengo la hii descriptive research is only to identify what we call it fact. It does not focus on the cause of the situation, but rather aim to answer the question like what, where, when, and how. In pharmacy, it often involves collecting data on medication use, patient behavior, or health outcome without manipulating variable. Kwa hiyo hapa kitu ambacho tunakwenda kukiidentify ni fact na sio opinion, kitu kilichopo, behavior of the patient, fact kwamba hichi kipo hivi, hichi kipo hivi, hichi kipo hivi, na sio what we call it opinion. Ukiona mtu anafanya aina ya research kama hii, tunasema kwamba huyu atakuwa anafanya kitu kinachoitwa descriptive research. Mfano, surveying a patient to find out how many experience side effect from a particular medication. Umeona? Dawa mara nyingi zipo kwa ajili ya kutibu, lakini kuna kitu kinaitwa side effect. Baadhi ya mtu anapata dawa anapona, lakini kuna baadhi ya vitu vinamtokea ambavyo ina madhara kwake. Sasa ukifanya survey kwa ajili ya kufind out how many people experience side effect from the particular medication, basi at the end of the day wewe tunaamini unafanya descriptive research kwa sababu unatafuta fact. Kama ni wawili waliathirika, ni hao wawili, that's what we call it fact. Mbona? Lakini mfano mwingine, assessing the patient of antibiotic prescription in a district hospital over a 6-month period. Mbona? Kwamba tunasema kwamba
baadhi ya vitu, kuchunguza mwenendo wa maagizo ya antibiotic katika hospitali kwa muda wa miezi 6. Unapochunguza hichi kitu ambacho utakwenda kukipata, basi tunaamini ni fact and not opinion, kwa sababu utatumia scientific measure, utapima, utaona hichi kitu kipo hivi, hichi kitu kipo hivi. Kwa hiyo aina hii ya research tunaita descriptive research. Lakini scenario tunasema a group of pharmacist students conduct a study at the regional hospital to find out how many patients with hypertension receive counseling about their medication. They record data such as the number of patients counseled, their age, gender and type of counseling given without changing or interfering with the normal procedure. Hawa watu wapo kwa ajili ya kutafuta data maalum. Kwa hiyo wanafunzi wa pharmacy wanachunguza hospitali ya mkoa ili kujua ni wagonjwa wangapi wa shinikizo la damu hupata ushauri kuhusu dawa zao. Umeona? Hapa ni fact kwamba kama ni wagonjwa 10 huwa wanapata ushauri wa matumizi ya dawa kwa ajili ya kisukari, basi ni 10. This is what we call it fact. Na kwa nini nasema utafiti huu unaweza ukawa ni descriptive case? Kwa sababu unaelezea hali ilivyo, jinsi ushauri unavyotolewa bila kuchunguza sababu au kujaribu mabadiliko yoyote. Kwa hiyo unaelezea kile kitu ambacho kipo. Kwa hiyo ndio maana tunasema hii tunaita descriptive research. Tukiwa pale kwenye type of research methods according to nature of the study, kuna kitu kingine kinaitwa observational or analytical research. Observational or analytical research uses the fact or information already available and analyze this in order to make a critical evaluation of the material. Hapa tunachukua information ambazo zipo, hatugundui chochote, hapana. Tunachukua information ambazo zipo, tunafanya comparison, at the end of the day tunafanya evaluation ili kupata majibu sahihi. Analytical research goes beyond just describing a situation. It seeks to understanding the relationship between variable. Hii ipo kwa ajili ya kutafuta uhusiano kati ya variable moja na variable nyingine. Kwa namna gani? Tuchukue mfano. Labda tunataka tuangalie probability ya kupata lung cancer, tutumie kwa Kiswahili tuseme labda kansa ya mapafu kwa mtu anayevuta sigara na kansa ya mapafu kwa watu ambao hawavuti sigara, kwa sababu kansa ya mapafu sio tu lazima yule anayevuta sigara ndo apate kansa ya mapafu, hapana. Lakini kuna probability, tunasema je, probability kubwa ya mtu probability ipi ni kubwa kati ya mtu anayevuta sigara na mtu ambaye havuti sigara kupata ugonjwa wa kansa ya mapafu. Kwa hiyo hapa tunafanya comparison between two different variables. Variable ya kwanza ni group la watu ambao wana uwezo wa kupata kansa kwa sababu wanavuta sigara, na group la pili ni group ambalo wana uwezo wa kupata kansa lakini wenyewe hawavuti sigara. Kwa hiyo utafiti huu tunaokwenda kufanya kwa namna hii, tunafanya comparison between two different variables, hence this is what we call it observational research. Observational research. Asema it is often involve comparing groups to finding out why something is happening. Tunafanya comparison, tunatafuta hichi kitu ni kwa nini kinatokea. Anasema in pharmacy, analytical research help to identify factors that influence health outcome or medication use without manipulating variable. Without manipulating variable, hatufanyi intervention yoyote, tunawaacha hawa wanavuta, hawa wavuti. Tunafanya hivyo, at the end of the day tunapata majibu. Lakini ili tuweze kufahamu, mara nyingi napenda kutoa mfano. Mfano wa kwanza anasema mfano wa kwanza wa hii research anasema comparing the rate of medication adherence between patients who receive SMS reminder and those who do not receive SMS reminder. Yanamaanisha kulinganisha kiwango cha utii wa dawa kati ya wanaopokea SMS ya ukumbusho
na wale wasiopokea SMS ya ukumbusho. Mara nyingi mimi nafikiri mara nyingi inaeleweka. Unapotoka hospitali, zile hospitali kubwa kubwa, kuna baadhi ya hospitali ambazo baada ya kutoka kuna baadhi ya SMS unatumia kwa ajili ya kupata shukrani, pia kukumbushwa matumizi sahihi ya dawa. Umeona? Sasa wewe unakwenda kufanya utii kati ya hawa watu ambao wanatumiwa, unatafuta rate ya utii kati ya hawa watu wanaotumiwa message kwa ajili ya kukumbushwa matumizi sahihi ya dawa na wale ambao hawatumiwi, si ndio? Kwa hapo unafanya comparison between two different groups, unaangalia. Umeona? Kwa ndio maana tunasema kwamba this is what we call it observational or analytical research. Lakini mfano wa pili anasema studying the association between the self medication patient and the development of antibiotic resistance in a community. Anasema kuchunguza uhusiano kati ya matumizi ya dawa bila ushauri na ongezeko la usugu wa antibiotics. Hii tunafanya comparison between two different variable. Mara nyingi kama nilivyoambia, napenda kutoa scenario ili at the end of the day kila mtu awe na uelewa sahihi wa what we call it observational or analytical research. A research team want to find out whether diabetic patient who receive pharmaceutical led education have better blood sugar control than those who do not. They observe two existing groups, one that receive education and one that do not receive. They then compare blood sugar level between the two group over 6 months. Utafiti huu timu ya utafiti inataka kujua ni kama wagonjwa wa sukari wanaopokea elimu kutoka kwa mfamasia wana udhibiti ubora wa sukari kuliko wale wasiopokea. Umeona? Sasa ukishajua kitu kama hichi, unless otherwise ni comparison of two different group, wale wanaopokea elimu na wale ambao hawapokee. Je, ni wapi wana udhibiti mzuri wa sukari kuliko wengine? Kwa hiyo hii ni one of the scenario ambayo inatuonyesha kwamba huyu mtu anakwenda kufanya what we call it observational or analytical research. Tukiwa pale pale kwenye type of research methods according to nature of the study, kuna aina nyingine ya hii inaitwa experimental or interventional study. Anasema experimental or interventional studies are one where research introduce an intervention and study the effects. Experimental studies are usually randomized, meaning the objects are grouped by chance. Randomized controlled trial (RCT) eligible people are randomly assigned to one of two or more group. Anasema experimental research actively manipulate one or more variable to observe the effect on an outcome. Umeona kwamba hapa tunafanya manipulation, tunafanya intervention, tunaingiza kitu kwenye zile variable zetu ili at the end of the day tuangalie side effect au tuangalie matokeo yake. Umeona, it's either labda wataalamu wamekaa maabara waka-introduce virus, wakatengeneza virus nzuri, umeona, lakini sasa wanataka waangalie effect ya ile virus. Watachukua labda watu 20, watu 10 watadungwa sindano yenye zile virus, lakini watu 10 wengine wataachwa kama walivyo. Lengo na madhumuni ni kuobserve. Hapa tumefanya intervention, tumecontrol variable ya watu 10 ya kwanza tumeicontrol kwa kuwachoma sindano za virus, lakini variable ya pili ambao ni watu ambao hatujawachoma tunaicontrol kwa sababu hatujawachoma. Kwa hiyo sisi researcher tuna control zile variable. The aim is to find out effects of this intervention, and this is what we call it experimental or interventional research.
Mfano, anasema testing a new drug for hypertension by giving it to one group of the patient while another group receive a placebo. Umeona? Hapa sasa tunataka tufanye tuangalie sasa hii dawa ya hypertension moja ambayo tumeitengeneza mpya ina uwezo gani, au ina uwezo mkubwa, au una uwezo wa aina gani kulinganisha na hii ambayo ipo kwa sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo watachukuliwa watu wenye hypertension watapewa dawa mpya, na watachukuliwa watu wenye hypertension watapewa dawa ya zamani. At the end of the day utaona effect. Kama ipi ni efficient utaiona, kama ipi sio efficient basi utaiona. Lakini evaluating the effect of pharmacist led counseling on medication adherence by providing counseling to one group and comparing their adherence to control group that does not receive counseling. Hii inajulikana kwamba unatafuta sasa ni yupi atatii matumizi ya dawa kati ya yule mtu ambaye amepewa education, amepewa counseling, na yule mtu ambaye hajapewa hichi kitu. Kwa hiyo hapa utakuwa umefanya intervention, umecontrol ile variable. Hawa umewapa elimu, hawa hujawapa elimu. Unaangalia sasa ni nani ambaye atakuwa katika nafasi sahihi ya kutumia dawa kwa usahihi. As I told you, kwenye kila experiment, kwenye kila aina ya research natamani niwe naweka scenario ili at the end of the day kila mtu aweze kuelewa. Mfano, a hospital pharmacy team want to see if a new painkiller is more effective than the current standard treatment. They divide watu sasa hapa waligawanya watu wa labda 200 patient into two groups. One group received the new painkillers while the other received the current painkiller. After few weeks, or rather 4 weeks, they compare the pain relief between the two group. Umeona? Wanaangalia je, tumetengeneza painkiller hii na tuna painkiller ya zamani. Tunawapa watumia painkiller hii, watumia painkiller ya zamani. Hii sasa hapa tunasema tumefanya intervention, tumeingilia hizi variable. Baadaye tunaangalia relief ya hizi painkiller ni ipi. Ipi ni efficient, ipi sio efficient. That's why tunasema kwamba this is what we call it experimental or interventional research, ambao tunasema researcher control over variable. Lakini tukihama hapo tukija kwenye type of research according to research design, ambapo hapa tunapata aina mbili. Ya kwanza ni exploratory research and conclusive research. Exploratory research and conclusive research. Okay. Tukianza moja kwa moja na hichi tunachokiita exploratory research. Exploratory research studies only aim to explore the research idea, and they do not attempt to offer final and conclusive answer to research question. Aina hii ya research, type of research according to research design, wanasema kwamba ipo kwa ajili utafiti huu unafanyika pale ambapo kuna maarifa machache kuhusu madai fulani. Yani kitu kimetokea, intervention, au tunasema tatizo lolote limetokea au jambo lolote limetokea, lakini maarifa kuhusu jambo hilo ni machache au madogo au tuseme hayapo kabisa. Kwa hiyo aina hii ya research itafanywa ili kutafuta maarifa ya hicho kitu. Usaidia kuelewa tatizo kutoa wazo au kueleza utafiti za
baadaye. Umeona, katika pharmacy tunasema kwamba hutumika kuchunguza masuala mapya ya matumizi ya dawa au tiba za wagonjwa. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Lakini mfano wa exploratory research tunasema investigating why patients stop taking their medication without medical advice to identify possible causes, kwamba ni kitu kipya, kwamba kuchunguza kwa nini au sababu gani wagonjwa wanaacha kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Ni kwa nini hili tatizo liliibuka likawa jipya? Kwa sababu watu wana sababu tofauti tofauti, hawana elimu kubwa kuhusu hili swala. Umeona? Kwa hiyo kama hawana elimu kuhusu hili swala, mtu atakwenda kufanya research, atakwenda kufanya exploratory research. Lakini mfano wa pili anasema exploring the challenges pharmacists faced in implementing electronic prescription system in rural areas. Kuna baadhi ya tunasema kuchunguza changamoto zinazokumba wafamasia katika kutumia mfumo wa teknolojia wa kutoa dawa vijijini. Kuna baadhi ya mifumo ambayo tuna introduce, as I told you kwamba research ni kila kitu. Sasa hivi inajitahidi kuexplore kila aina ya teknolojia kwenye mambo mengi. Umeona? Sasa hivi kuna teknolojia ya kufanya prescription. Sasa wanasema mtu anataka kwenda, si mpya, teknolojia ni mpya. Kwa hiyo tuna explore new ideas kwamba ni kwa nini sasa, au ni challenge gani ambazo zinawaface hawa wafamasia katika kufanya implementation ya electronic prescription system in rural area. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni kitu kipya, basi wanafanyia kazi. Lakini sasa hapa tunaenda moja kwa moja kwenye scenario. A group of research notes an increase in herbal medicine use among diabetic patients. Since little research existing on why this is happening, they conduct a deep intervention or interview with patient and pharmacists to explore their perspectives and identify possible reason for this trend. Kwamba utafiti unaanzishwa kuchunguza ongezeko la matumizi ya dawa za asili miongoni mwa wagonjwa wa kisukari. Watu wengi sana wanaumwa kisukari hawaamini katika dawa hizi za kawaida, kwa sababu unaambiwa mara kisukari kipo hivi, lakini uchunguzi kwa sasa hivi watu wengi wanatumia dawa za asili. Sasa inafanyika utafiti, ni kitu kipya, hatujui ni kwa nini wanatumia hizi dawa za asili. Kwa hiyo ni kitu kipya. Kwa hiyo wagonjwa wengi wa kisukari wanapenda kutumia dawa za asili. Katika tafiti wanahoji wagonjwa na wafamasia ili kupata matazamo yao na sababu za mwenendo huu. Kwa hiyo huyu mtu atakuwa ana explore new ideas. Mwingine atakwambia nafanya hizi aina za research kwa sababu hii na hii na hii. Mwingine atakwambia nafanya hichi kwa sababu hii na hii na hii. Natumia hizi dawa kwa sababu hii na hii na hii. Either labda zinatibu kwa haraka au tunaziamini, hatuamini wafamasia. Hivi vyote unakwenda kufanya exploration, una explore new ideas. Ndio maana nikawaambia this is what we call it exploratory research. One of the type of research methods according to research design. Tukibaki pale pale kwenye aina za utafiti, na utafiti tunasema kwamba type of research methods according to design. Tuna aina moja tunakwenda kuipata, au aina ya pili tunakwenda kuipata, ambayo inaitwa conclusive research. Conclusive research. Conclusive studies on the contrary aim to provide final and conclusive answer to the research question. Hii inakaaje? Is conducted to provide definitive answer to research problem by using structured and systematic methods. It is often used to support decision making in healthcare and the pharmaceutical sectors. Hii aina ya research, ndugu zangu, ipo kwa ajili ya kutoa solution. Unasema kwamba conclusion, utafiti huu hutoa majibu ya uhakika kuhusu tatizo kwa kutumia mbinu za kina na zilizopangwa.
Husaidia kufanya matumizi katika afya na famasia. Umeona? Na wanasema wataalamu wengine wameenda mbali zaidi. Hii conclusive research wameigawanya katika descriptive, analytical, lakini hilo hatuko. Lengo ni kujua kwamba hii conclusive research ni aina gani ya research. Ngoja tuangalie mfano ili at the end of the day uweze kuelewa vizuri. Determining the effectiveness of a new diabetics medication by conducting a random controlled trial. Hapa tunatathmini ufanisi wa dawa mpya ya kisukari kwa kutumia majaribio ya kisayansi. Umeona? Je, tunahitaji kujua haya matumizi ya dawa mpya yafutwe au yaendelee? Therefore, tunafanya majaribio ya kisayansi ili kupata conclusion. Umeona? There in your mind, the aim is to provide final and conclusive answer to the research question. Umeona? Lengo ni kuhakikisha tunapata majibu. Je, hizi dawa mpya tuzitumie? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu hii na hii na hii. Lakini mfano mwingine, studying the impact of pharmacist intervention on patient medication adherence using a structural survey and a statistical analysis. Kuchunguza athari za ushauri wa mfamasia kwa utii wa dawa kwa kutumia dodoso na uchunguzi wa takwimu. Lengo hili ni kuhakikisha tunatoa solution. Je, kuna athari zozote ambazo zinapatikana kwa mfamasia? Anatoa athari zozote kwenye utii wa dawa? Je, akielezea utii wa dawa unakuwa kwa kiwango gani? Provide a final and conclusive answer to research question. This is why we call it conclusive research. Let's see the scenario. Tuangalie scenario. A pharmaceutical company want to confirm whether the new cough syrup is more than the existing one. They conduct a large-scale clinical trial where one group received the new syrup and the other received the standard treatment. After analyzing the result, statistically they determine which syrup worked better than the others. Hii ina maana gani? Kwamba kampuni ya dawa inafanya utafiti ili kujua kama syrup yao mpya ya dawa ya kikohozi ni bora kuliko ya zamani. Wanagawa wagonjwa katika makundi na kutumia takwimu kujua ipi ni bora. Umeona? Kwa hiyo baada ya kujua kama syrup mpya ambao wameintroduce ni bora, basi wataendelea kuingiza sokoni, lakini kama syrup mpya sio nzuri, ni bora ni bora ya zamani, wataitoa sokoni. Kwa hiyo the conclusive research is aiming at provide final and conclusive answer to research question. The last these are what we call it quantitative or qualitative research. Quantitative or qualitative research. Hapa sasa nitajaribu kutoa maelezo kwenye moja, kwa sababu ukishaelewa moja ni sawa na nyingine. Moja inadili na namba, nyingine inadili na quality. Umeona? Qualitative. Umeona? Na hii unaweza ukajaribu kuclassify research according to quantitative and qualitative. Quantitative mara nyingi inakuwa ni fact, qualitative inakuwa ni opinion, kwa sababu huwezi kusema kitu hichi ni kizuri. Umeona? Mfano quality, huwezi kusema kitu hichi ni kizuri kikafanikana na mtu mwingine. Mara nyingi huwa napenda kutoa mfano kwamba beautiful lies are in the eyes of the beholder, yani uzuri au ubaya wa mtu ni uzembe wa mtazamaji. Yani uzembe wako wewe ndio unakufanya umuone mtu fulani ni mzuri. Umeona? Ndio maana tunasema qualitative it's just like an opinion. Lakini quantitative, how many? 7 fact. How many? 10 fact. Kwa sasa aina hizi za research pia zinafanyika
Anasema these research methods focus on numerical data and statistical analysis. It's aimed to measure variables, find pattern and test hypothesis. Umeona? Hapa tunazungumzia quantitative, sio qualitative. Umeona? Focus on numerical data. Wangapi wamepata hizi numerical data? Ngapi numerical data? Lakini mfano wa hizi kinyume chake ndo qualitative data sasa, si ndio? Mfano wa hizi measuring the effectiveness of new painkiller by analyzing patient pain scores before and after treatment. Umeona? Kabla ya unatafuta sasa efficient ya painkiller. Therefore, kufikia hapo kila mtu ana uwezo wa kufahamu nini maana ya research. Lakini pia kila mtu ana uwezo wa kuidentify aina mbalimbali za research. Yaani mtu akifanikiwa kuona title 2 ya research anatambua kwamba research hii ni research ya aina fulani. Lakini pia as I told you kwamba sisi tunakwenda kufanya kitu kinachoitwa operational research. Basi ni matumaini yangu kwamba kila mtu kufikia sasa hivi ana uwezo wa kutambua hii operational research ni nini, kwamba the one which is aimed at addressing the real world issue or solving a certain practical problem. Kama sasa hivi mpo kwenye healthcare settings, this include hospitals na pharmacy mbalimbali, ni vyema kipindi hichi mkakitumia vizuri kwa kuangalia baadhi ya difficult to solve, yanamaanisha matatizo au problems ambazo zipo, ili at the end of the day mtumie hizo problems kama title ili muweze kuconduct research. It means that ukitafuta kitu ukakiona ni tatizo, basi utafanya research ili at the end of the day uweze kusolve hilo tatizo. Kwa hiyo tujitahidi sana. Na baada ya kufikia hapa sasa, natumaini kila mtu ana uwezo wa kuandaa research title yake kupitia operational research. Lakini baada ya hii session ambayo inaisha, session zinazofuata mtaelewa baadhi ya major characteristic of operational research. Je, hii operational research ambayo tunakwenda kuifanya ina characteristic gani? Lakini essential guideline for conducting operational research, pia kuna guidelines ambazo mnaweza kuzifuata ili at the end of the day ufanye kitu kinachoitwa operational research. Lakini procedural step for conducting operational research, kwamba as far as we know that operation is a process, it means that it has got step. Kuna steps ambazo unahitaji kuzifuata kutokea kwenye problem identification mpaka kwenye report writing. Hivi vitu vyote tutakwenda kufanya, lakini lengo letu ni kuhakikisha tuna uwezo wa kuandika document ya kwanza tukiwa field, na document ya kwanza ni research proposal. Kwa hiyo session zijazo tutawaeleza ni namna gani ya kufanya identification of the problem. Na my friend, sio kila tatizo una uwezo wa kulifanyia research. Kwa hiyo vitu hivi vingi tutakwenda kuvijua kwenye session inayofuata. This marks the end of this session. Thank you. Beginning is a half of every action. Mr. Mbwambo, City College, Mwanza Campus.